andika kukumbuka. Maana nilipotafsiri, nimetafsiri neno kumbuka kwa namna ya kwanza, baadaye nikaja nikatafsiri kukumbuka. Haya, kwa maana ya kwanza ya kumbuka, neno kumbuka, kwa nilipotafsiri ni kurejesha ufahamu wa mahali ulipoanzia, au kwa mtu yule aliyesababisha wewe ufike hapo ulipo leo. Kurejesha ufahamu wa mahali wewe ulipoanzia, au mtu yule aliyesababisha wewe ufike hapo ulipo. Hilo ni tafsiri, au hiyo tafsiri ya neno kumbuka, ni kurejesha ufahamu. Na tafsiri ya neno kukumbuka, tafsiri tu nyepesi, kujitafakari. Kwa mimi nilivyopata hiyo maana, kujitafakari. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Nimesema hapa hakuna aliyefika mahali alipofika leo hii, dakika hii, bila ya mchango wa mtu mwingine. Tunakubaliana hivyo? Wewe umefika katika elimu yako hiyo ni kwa sababu kuna walimu waliokufundisha kuanzia chekechea. Kwanza mzazi alikulea vizuri, akawa anakufundisha vizuri, akufundisha kuvaa, kufanyaje, baadaye ukaanza chekechea. Akaingia mwalimu yule wa chekechea, sasa akaanza kufundisha hesabu 1 2, unaanzia chini. Hivyo unainuka darasa kutoka darasa moja hadi jingine. Mpaka hapo umepata elimu yako, kama ni ya kumaliza chuo kikuu, umepata masters, umepata PhD. Hapo una degree hizo hapo za kwako 3. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ni kwa sababu ya mchango wa watu wengine wanaokuzunguka. Si ndio hivyo watumishi wa Bwana? Kwa hiyo ni nini sasa? Kwa nini leo tunasoma neno au ujumbe huu kukumbuka? Unatakiwa utambue mchango wa hao watu ambao wamekuwezesha wewe kufika hapa. Unatakiwa utambue mchango wako, wale waliokuanzishia safari ya wewe mpaka kufika hapo ulipo, na sio kuwadharau, na sio kuwakejeli, na sio kuongea maneno yasiyofaa baada ya wewe tu kutoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hata pale ambapo unakutana na changamoto huko mbele, baada ya kutoka hatua moja kwenda nyingine, wala usione ajabu, usione vibaya sana kurudi kule mwanzo wewe ulikoanzia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hapa nimefafanua kwa habari ya kukumbuka. Ile kumbuka ni kwamba unarejesha ufahamu wa mahali ulipoanzia. Hapa naweza nikaelezea kwa namna hii. Labda wewe ulikuwa unaishi huko Kabulanzwili, ukapambana, ukapiga jembe, Mungu akakuonekania, mazao yakakubali, ukauza, ukapata mtaji, ukasema mimi sasa wakati huu ninahamia wapi? Mjini. Ukaja huku mambo yakawa vizuri kabisa, ukafungua kama ni duka, biashara, yani ule mradi wote ambao unaupenda. Baada ya muda fulani ukaona mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Usiogope kurudi kule ulikoanzia kwenda kutafuta tena nini? Mali. Usione aibu. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka ulikoanzia. Kule ndiko kuliko kupa mtaji wako. Kwa hiyo kama ni kule, hebu rudi, usianze kuzurura mjini. Rudi kule ukatafute tena, baadaye urudi kwa namna nyingine kwa kujipanga. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya kanisa. Haleluya. Hata katika mahusiano yetu ambayo tuko nayo. Nimesema hapa tuna mahusiano yetu kati ya Mungu na mtu. Pia na hapa nitachukulia tu mfano kati ya mtoto na mzazi kwa namna hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona mzazi, mtoto mara nyingi anamtegemea sana nani? Mzazi. Huyo hapo mtoto anamtegemea mzazi. Ila katika hao wote wawili, mzazi pamoja na mtoto, pia anamtegemea nani? Sasa uhai, sidhani kama mzazi anaweza kumpa mtu uhai, si ndio? Wala ulinzi hakuna anaweza kunani hivyo. Sasa tunakuja kwa namna hii. Mtoto ulizaliwa, mama kwanza alikubeba tumboni miezi 9. Baada ya hapo akajifungua. Kuna zile ada sasa za kwanza kukutunza, kukufulia, kukuelekeza, kukufundisha fanya hivi, fanya vile. Hivyo vyote ulimtegemea mzazi. Ukiona njaa unarudi kwa mama, nasikia njaa, au baba nimekosa hiki na kile, hivi na vile na vile. Umemtegemea hapo nani? Mzazi. Kwa hiyo tambua wewe mtoto, hapa ulipofika kuna mchango mkubwa wa wazazi wako kukufikisha hapo ulipo. Kama unanielewa piga makofi.
Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kama unatambua mchango wa wazazi wako kukufikisha hapo, haiko sababu yoyote ile ya kuwadharau wazazi wako. Haiko sababu yoyote ile ya kujinua ama kuonyesha kiburi kwa hao ambao walikuwa na mchango mbele zako, walikuwa na mchango katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nadhani kuna wimbo alivyokuwa wanaongelea kwa habari ya wazazi, vile inaonekana kwamba wanamheshimu mzazi tu mmoja. Sasa wakaimba wakasema kama mama angekutupa jalalani. Ni mama nadhani. Japo na revival upo. Haya, lakini kwa yule wimbo wa mama anasema kama mama angekutupa jalalani ingekuwaje? Maisha yako ndio alikuwa amekatikia hapo. Kwa hiyo tambua tunahusiana, tunategemeana. Ni wewe tu kukumbuka mahali ulikotoka, kukumbuka mahali ulikoanzia, ili uweze kurejesha heshima, ili uweze kuonyesha unyenyekevu kwa huyo ambaye alikusababisha wewe kufika mahali hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Vivyo hivyo na kwa Mungu wetu. Sisi wote, mimi mtoto na wewe mama, tunamtegemea nani? Mungu. Yeye ndio mwenye kutuwezesha. Tunatakiwa katika hatua tulizozifikia au uko nayo, unatakiwa uelewe ni nani aliyenifikisha mahali hapa.